of transformation. Andika hiyo, tunaweka mwana, maana kwa mwana ni nini? Ni mchakato wa mabadiliko yanayoendelea, kwa sababu tuna baba hapa wanaolea nyumba mbalimbali za imani. Tuseme hivi kwamba kila mwana mpime kwa maeneo 12. Sijui kama nitakuwa na nafasi kuweka maeneo. Eneo la kwanza eneo la matoleo. Utamjua mtu ni mwana kwa kukua na kupanuka kwenye matoleo yake, akireflect vile Mungu anavyompatia kwa utii wake. So utaona mwana ataanza na fungu la 10. Mtu ameshindwa kutoa fungu la 10 consistently, hatua kwa hatua, kila mwezi, kila wakati, regularly, bado hajaelewa kuwa mwana wa Mungu ni, bado wako mfungwa kule duniani, bado ni mtumwa. Anaona mambo yake zaidi kuliko mambo ya Mungu. Wakati tunapomtolea Mungu, tuna support vision. Na mwezi wa 6 huwa tutakutana wa baba, tutakuwa na somo la fathering. Wa baba wote tutakutana wao, wengine wako hapa, lakini tutazungumzia baba. Kazi yake ni kuhakikisha hii transformation au mageuzi yanaendelea, na maendeleo haya yataonekana katika maeneo mbalimbali. Utaangalia familia yake inaendeleaje, ndoa yake. Unajua huyu ni mwana ameweza kushika safari. Utakuja kwa eneo la matoleo, anza chini pale na fungu la 10, alafu kuja kwa malimbuko. Inatakana sisi wote ambao wana Mungu tusikae kwenye fungu la 10 kama wakati wa sheria. Tunatakana tuendelee kutoa zaidi hata 30-40%. Inategemea sasa, tunaonyesha mabadiliko yanaendelea ndani yetu. Alright? Kuwa mwana nini? Kuna viwango kadhaa. There's being a child. Being a child, tuna viwango vya majina ya Kiunani na kios. Ndio tunapata ile neno la zamani napi. Zamani kuna napi. Yes please. Sisikii. Mchakato wa transformation. Tumesema maana ya kuwa mwana, umeanza safari ya mabadiliko. Yaani mwaka huu hautakuwa hivyo mwaka, because watoto, nyinyi mmezaa watoto, hawakai pale pamoja, si ndio? Mara ya kwanza anaketi, hawezi kusimama. Anakuja kuketi, anaanza kutambaa. Then anaanza kutembea, si ndio? Alafu anaanza kukimbia. Alafu anaweza ukamtuma. Anaweza akaosha vyombo, anaweza akapika. Anaweza akaolewa. Sasa kama umezaa msichana, anakaa hapo kwa unambeba, ataolewa lini? Si ni mzigo? That is why watu ambao they are not in sonship, they become a burden. Amen. They always ask, pray for me, and they don't pray themselves. Because they are not learning the language of sonship. Tumesema ni connection, communication, commitment. The 3 C's kwa minimum. Kwa sababu gani hawana progress? Tumeita progress. Progress ni kwamba anaenda. Hatutakiwi, wengine sisi ni wachungaji, mko hapa, ni wachungaji mko hapa. Wakati mnakaa mahali pamoja, mnachelewesha process ya Mungu. Ile majira ya wewe kuwa mchungaji, kupewa kundi uongozi, unachelewesha hiyo. Sasa badala ya kwenda kuwa mchungaji, unabakia mshirika. Tena unaomba maombi. Unajua kuomba maombi. Wakati unataka kuwa unajua kuomba, unaomba. The progress is a process, ni mchakato wa kukua. Unakuwa mpaka unaweza kumjua Mungu. Process yako unaweza kumwelewa Mungu, na unaweza kuona Mungu, imani yako inaongezeka, unaweza kumtrust Mungu kwa mambo yote. Right? So again, this process tunaanza na zile viwango vya chini. Mtoto mchanga anaitwa na kios or teknon. Sitaingia kwenye viwango, vitachukua muda, lakini tunalenga kufikia